maana yake? 7:7. Kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Naomba hebu si mnaelewa Jumapili mlikaaje? Nataka 7:7. 7 wa nyuma kila mtu awe na saa. Wale waliokuwepo wiki iliyopita si mnaelewa? Chukueni simu zenu. Alafu semasi wagawia au 7 wa mbele kila mtu glasi moja. Alafu imiminie maji. Waefeso 3:20 nasema, basi atukuzwe awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. 4:21 akasema, naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote milele na milele. Amina. Wapentekoste, Mungu awasaidie, kwa sababu hawapendi maarifa, wanapenda kelele. Kelele hazijawahi kuwa na majibu na mtu. Maarifa ndio yanayoweza kumsaidia mtu kwenye maisha yake. Naomba umejaza vizuri. Haya, sasa kila mtu akae. Wewe ambaye usikae nyuma, kaa mbele yake. Wewe mwenye saa mtazame, na hiyo saa uwe umeiweka kwenye pause. Hapa nataka niwafundishe kitu, kugundua nguvu inayofanya kazi ndani yako, aidha uongeze au uipunguze. Maelfu ya Israeli walifia jangwani kwa sababu manunguniko ndo yalibebwa na nguvu iliyoko ndani yao, na wao wakazungumza, na Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sawa? Ndio. Mko tayari? Unapokunywa hayo maji usipumue. Sasa ukitudanganya shauri yako. Ukitaka kugundua wewe ukoje na kwa nini una kiwango kikubwa cha kiroho au cha kimwili, lazima uangalie mahali ulipopungua ili upajaze palipopungua. Tofauti ya tajiri na maskini iko hivi. Tajiri, nguvu ndio iliyompeleka kuwa tajiri. Maskini anabaki kuwa maskini kwa sababu nguvu iliyoko ndani yake inamdidimiza, kwa sababu yenyewe ni ndogo, haina uwezo wa kuvumilia na kufikia kwenye mafanikio. Amina. Usione kwa nini Yusufu alivumilia zaidi ya miaka 14 mpaka anakuja kuwa waziri mkuu. Alipita gerezani, akawa houseboy, lakini ile nguvu iliyokuwa ndani yake ndiyo ilimfanya pamoja na umri mdogo aweze kuvumilia mpaka ile ndoto yake ikatimia. Hapo mahali hapahitaji Roho Mtakatifu, panahitaji uweza ulioko ndani yako, yaani ile mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Nataka tujifunze, ndio maana tunaitwa nyumba ya maarifa. Wasiotaka maarifa saizi wananunua udongo, wananunua maji waangushwe, kwa sababu hawaelewi. Sasa Yakobo, ni nini kilitokea Yakobo? Miaka zaidi ya 20 anahangaika. Ni kwa sababu nguvu iliyoko ndani yake ilimfanya asikate tamaa.
Kwa hiyo kila jaribu lilipokuja alilikabili, kila jaribu alilikabili, na ndio maana akarudi na matuo mawili badala ya kuwa na fimbo. Lakini wewe kila unachokianzisha kinaishia njiani, kwa sababu nguvu iliyoko ndani yako ni ndogo. Ile ndogo inashusha, hainui. Ile kubwa inainua, ndogo inashusha. Ndio maana tuna maskini waliojaa wengi, tuna matajiri wachache. Wachina pamoja na kuwa wamjui Mungu, walitengeneza nguvu ndani yao iliyowapeleka leo kuwa tawala dunia. Wajapani ilifika mahali mpaka wanazuiwa muda wa kula wakale, kwa sababu nguvu iliyoko ndani yao iliwaambia fanya kazi, fanya. Anapoingia kazini hata hamu ya kula hana. Wewe maskini umeingia kazini saa moja na nusu unataka ukanywe chai, saa 2 ukale, saa 3 ukale. Yani ndio maana watu wengi hawapendi kazi, wanapenda mshahara, kwa sababu uwezo ulioko ndani yao unashusha. Na ndio maana walokole wengi wanapenda miujiza badala ya kulipenda neno la Mungu, kwa sababu nguvu ndani yao ni ndogo. Hawana nguvu ya kufikia kimo cha Kristo. Amen. Amen. Amina. Amina. Haya, anza kujiandaa, usipumue, piga mpaka yaishe. Alafu hiyo sekunde itakusaidia kujua una nguvu ya kiwango gani, aidha inuke, uongeze au ufanyeje. Mafanikio hayaji kwa sababu una bidii, yanakuja kwa sababu una bidii na maarifa. Amina. Amen. Bidii bila maarifa ni kupoteza muda. Ndio maana maskini wengi wanakimbia kweli, mara kaenda Kariakoo kachukua siji nini kauza, mara kachukua nini kauza, lakini hana lolote. Mtu amekaa tu, yani hela zinaingia tu kila siku. Mashetani, unapoamini mashetani unashusha uwezo wako, uungu wako unaondoka. Ndio maana walokole wengi ni maskini wa kutupwa, kwa sababu uwezo wao unashushwa na kumwamini shetani badala ya kumwamini Mungu. Matatizo yapo ili kukufanya wewe uwe mkubwa sana. Amina. Lakini mlokole anayeondoa matatizo ili aendelee kuwa mjinga. Ziki hipo ili kukuinua juu. Haya, twende sasa na hesabu 10. Jiandae, fanya, weka pumzi yako vizuri, mapafu yako yaandae vizuri, ili tujue kipimo ulicho nacho. 1. Naomba unywe. Mwenye saa uwe makini. Haya, tuanze na wewe. Sekunde ngapi? Andika hiyo rekodi. Sekunde 7. 13 na ngapi? Pointi 16. Haya, sasa nyi wenye saa rudini kwa nyuma yao. Sasa tunataka tujue huyu ana pointi ngapi? Ana sekunde 7. Sawa? Hiyo nguvu iliyoko ndani yake. Sawa? Sasa wewe John, unaweza kufanya mambo makubwa sana kama utajielewa. Sawa? Hapa hakuna mtu aliyefikisha dakika, si ndio? Kwa hiyo hata wewe, kipimo cha wewe. Ndio maana Mungu alipoumba viumbe akamletea Adamu, alitaka aone nguvu inayofanya kazi ndani ya Adamu imetimia. Alipoona Adamu wale wanyama amewapa majina kama aliyotaka yeye, akagundua uungu umekamilika ndani. Adamu huyu, kulingana na maisha alivyoenda na kurudi, ile nguvu ikaanza kushuka, akasahau kwamba yeye Hawa ni msaidizi wake. Baada ya nguvu kupungua, shetani akajariza palipopungua.
Alipojalisha pale, maanake sasa akuwa Mungu anaishi ndani ya Adamu, shetani anaishi. Ndio maana akaona akiingia kwa Hawa, Adamu amepatikana, wakapatikana. Maanake nguvu inayotenda kazi ndani yako inashinda, nguvu inayotenda kazi yako inakushinda. Kwa hiyo umegundua wewe una uwezo, unachotakiwa chukua hatua. 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 Amen. Na ndio maana kwa kuwa uchukui hatua, hauwezi kuongeza uwezo ulioko ndani yako, unaongezeka na jinsi unavyochukua hatua. Daudi wakati anaenda siku za kawaida, kati ya watu waliomkimbia Goliath ni Daudi, kwa sababu Goliath alitokeza siku 40. Siku ya 40 Daudi akaona hapana, wakati umefika, lazima uwezo ongezeke. Akasema huyu jamaa mimi namtandika. Ina maana wewe hata siku moja utakaposema ninaweza, na unaweza. Amen. Yaani siri yake ni kwamba mahali wanaposema uwezi, wewe ukisema unaweza, unaupa nguvu uwezo. Ndio chaji ya uwezo wako ni kukubali unaweza. Sawa? Kwa sababu jinsi unavyoishi, unakumbana na vitu vingi mitaani, unasikia vingi, vile ndio vinavyoshusha uwezo wako. Sawa? Sasa ili uongeze uwezo wako, acha kumsikiliza wa kushoto wala wa kulia. Simama na kile unachoamini unaenda kufanikiwa. Hakuna maombi, hakuna nini hapo. Amina. Amen. Haya. Msiibe glasi za watu, rudisheni hapa. Msije mkaweka mfukoni. Sasa tunaenda kwenye kazi yetu. Kwa nini nimefundisha hii kitu? Nataka ujue siri ya mbaraka mkuu. Amen. Andika mbaraka mkuu. Wangapi kwanza walifunga wiki hii? Hongera sana. Kama umemaanisha, mwanangu, wewe si wa kawaida. Haleluya. Wenye mazoea acha waendelee na mazoea yao. Sasa adui yako mkubwa ni mazoea. Andika mbaraka mkuu, Mwanzo 1:28a. Mwanzo 1:28a. Nisomee hapo. Leo tutasoma sana. Amina. Ndio maana nimeanza mapema, nataka tusome sana maandiko. Amina. Kabla ya kwenda kwenye maombi yetu. Mwanzo 1:28a. Soma hapo hapo tu ai. Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia. Nini maana ya barikia? Kubarikia. Kuna baraka ya kawaida ambayo hata mtu yoyote anaweza kukubariki. Awe ameokoka, hajaokoka, umemfanyia kitu kizuri akakubariki. Lakini siri ya yule mtu kukubariki na ukabarikiwa inatokana na mbaraka huu. Baraka hizi hapa, Mungu akusema waliookoka, akusema wasio waganga wa kienyeji, ndio akusema wasio wa shetani, ndio yeye alisema na tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, akawabarikia. Amen. Ndio maana hizo baraka haziangalii nani, zinaangalia mtu ambaye anajua yeye ni mtu. Amen. Ndio maana
pamoja na kuwa Wachina wengi hawajaokoka, lakini wana magunduzi makubwa. Siri iko hapa. Amina.